Bana, goma linaanza, tunamwona mshikaji mmoja akiwa amelala, lakini kuna mwanadada anaitwa Tracy na huyu mshikaji anaitwa Olga Desmond. Huyu mwanadada alikuwa anamwamsha Tracy asubuhi kabisa na mapema. Wakati huo huyu mwanadada alikuwa amechumbia na bwana Olga Desmond na anaishi kwake. Basi alikuwa akimwamsha asubuhi ili aende akapate breakfast, lakini pia alikuwa amemwandalia nguo zake kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini. Basi mshikaji akaamka, zeni alivyoamka kaenda sebleni akakutana na mpenzi wake au mchumba wake ameshamwandalia breakfast. Alivyofika kabidi apate breakfast na mchumba wake pale pale, zeni akawa anamsifia kwa kupika vizuri sana. Mke wake au mchumba wake alikuwa ameenjoy sana zeni alivyosikia mchumba wake kwamba ameenjoy chakula kile. Tunaachana na huko, basi tunafika sehemu fulani hivi, ni mgao. Mgao unaitwa Eliza Canteen. Mgao ni mdada mmoja hivi anaitwa Eliza. Eliza anapika vizuri sana, mtaa mzima anamfahamu. Na mgao wake umekuwa una sifa kubwa sana kwa sababu ya chakula kizuri na kitamu. Lakini tukiachana na hivyo, tunaonana na mshikaji mmoja. Huyu mshikaji anaitwa Boy Yoyo. Yaani unaweza kumuita Boyoyo. Huyu jamaa ni msumbufu sana. Kila siku anakuja kula katika mgawa, lakini halipi pesa. Yaani akifika anakula zeni anasema pesa yenu nitawaletea. Sasa leo hii huyu bana akawa anadai aongezewe msosi. Lakini kipindi hicho alikuwa hajalipa hela kutoka nyuma, madeni kama 2 anadaiwa hapo. Basi huyu mwanadada akana amempata moto Eliza, akamfuata na kumwambia, "Wewe kila siku unadai kwamba utaleta hela, ulete, alafu unasema leo hii ni kuongeze msosi. Siwezi na kuongeza. Na atambua katika biashara yangu mimi sio biashara ya utoto wala sio biashara ya kijinga. So, napiga mishi hapa mjini napambana kwa ajili ya maisha yangu. Wewe unavyosema kila siku nitakuletea hela unamaanisha nini?" Jamaa aliendelea kujitetea na kusema, "Siku nitakavowini mkeka wangu niliobashiri, nitakulipa zaidi hata ya hiyo pesa unayonidai." Zeni akamwambia, "Wewe ninachotaka nikwambie leo hii, siku nyingine utakavokuja." Akamuita mfanyakazi wake akamwambia, "Huyu mtu atakavokuja siku nyingine, naomba usimruhusu hata kumpa chakula kama hajatoa hela." Basi mida kidogo ikafika, huyu jamaa akarudi tena mgawani. Hicho kipindi watu wote walikuwa wameshaondoka. Jamaa alipofika alikuwa anadai kwamba anaomba kabisa, anamuomba mdada eti anahitaji kumuoa. Basi mwanadada alikuwa anashangaa sana. Ni kitu gani huyu mwanakaka anafikiria? Jamaa kafika na mbwembwe nyingi sana, anacheza, anaburudika nini, akidai kwamba anataka muoe huyu mwanamke. Huyu mwanamke alicheka na kushangaa kwamba, "Utanioa kwa pesa gani? Kwa pesa gani uliyopo nayo unaweza kanioa mimi?" Jamaa aliomba sana, alipiga hadi magoti akiomba kwamba, "Naomba unikubalie kwa sababu mimi nakupenda kweli, yani nakupenda sana yani." Lakini mwanadada akamwambia, "Embo ondoa utoto wako na uondoke hapo kwa sababu mimi naelekea kufunga mgawa wangu." Lakini siku inapita, siku ya kesho yake jamaa tunamuona ameamka na amejiandaa vizuri kabisa. Alivyojiandaa anaamka naenda nafika nakutana na breakfast ambayo alikula jana. Yaani mayai, chapati, vichipsi na chai yani. Sasa ameshachoka hiki chakula. Kila siku akiamka anakutana nacho hiki. Basi akaamua leo hali na anaenda kazini hivyo. Jamaa akajinyosha kwenda kazini muda huo na akaacha breakfast pale mezani. Ila anafika site ndipo tunagundua mshikaji Desmond bana ni engineer wa majengo. Sasa ameonana na rafiki yake. Huyu rafiki yake anaitwa Toby. So anaongea kuhusiana na mjengo ambao alikuwa anaujenga. Huu mjengo alikuwa anaujenga ulikuwa na matatizo kidogo. Zeni alivyomaliza muda huo akamwambia rafiki yake, bana anajisikia njaa leo." Rafiki yake akamuuliza, "Kwani hujala nyumbani?" Akamwambia, "Sijala kabisa. Je, naweza nikapata sehemu gani ambako wanauza chakula kizuri? Maana mke wangu kila siku ananipikia chakula kile. Nimechoka sasa." Mshikaji akamwambia, "Nishaisikia kuna restaurant fulani hivi inaitwa Eliza Canteen. Unaonaje niende nikakupeleke ukajaribu chakula chake?" Okay, ila unafika mgawani tu. Basi Toby akauliza menyu. Alivyouliza menyu, Eliza akaanza kueleza vyakula vilivyopo pale. Lakini bana Desmond akaona kama maelezo yamekuwa mengi sana. Zeni akasema, "Mimi nahitaji wali mweupe, nahitaji uyoga pamoja na samaki wa kukaangwa." Naye Toby akamwambia, "Nataka hicho alichoagiza mshikaji wangu." Eliza akatoka chapchapo akaenda kuwachukulia huo msosi na kuwaletea. Jamaa alisifia sana kile chakula na kusema, "Mbona hiki chakula ni kitamu sana? Mbona sijai kuona chakula kama hiki?" Yaani kiufupi Eliza anapika ni baraya, ni mtaa mzima wanamfahamu. Basi Eliza akawaambia washikaji wakaribie siku nyingine. Yaani anatarajia kuwaona siku nyingine. Si wamependa chakula, waje na atatengenezea zaidi ya hapo. Basi washikaji wakaondoka kwa amani kabisa. Jamaa ameshiba safi na akafurahia msosi ule. Yaani ulikuwa maridadi, yani so poa. Lakini nikurudishe nyuma kidogo, pale Eliza alikuwa anadai hela. Alivyokuwa anadai hela bana Desmond alivyojicheki mfukoni alikuwa hana cash. Kwa akamwambia Eliza kwamba anataka mtumie hela kupitia yani akaunti yake ya simu. Alivyomwambia hivyo Eliza akasema basi akamwita Eno yule mfanyakazi wake akamwambia niletee simu yangu nihakikishe kama hela imeshaingia. Jamaa alivyoituma ilichelewa kufika kwa sababu ya network. Then mwanadada Eliza akamwambia hiyo message bado sijaiona, basi ninachokuomba naomba niandike namba yako katika simu yangu. Zeni kama itaingia taweza kukupigia. Ndio ilikuwa hivyo bana.
Basi jamaa akafika nyumbani. Amefika nyumbani akapokelewa na mpenzi wake kwa shangwe sana. Mpenzi akamwao nini fresh kabisa, anamuita Sugar nini fresh. Jamaa amekaa kidogo ameingia ndani. Ila amefika chumbani tu ametulia, amelala. Tunachana na huko tunaenda kwa Eliza. Eliza anapokea meseji ya kwamba hela imeingia muda huo na hela 9600. Then alivopokea ile hela akabidi ampigie jamaa. Alivompigia jamaa amempigia tu ile akamwambia mshikaji nimeipata hela nashukuru sana. Tena nashukuru sana. Mshikaji akamwambia hamna shida, yani hamna shida kabisa. Then amemaliza hapo akakata simu. Then muda huo bana Tracy akawa anaingia ndani. Alivyoingia akamkuta bana Desmond amelala. Then wakaendeleza mapenzi yao kama kawa hadi wakalala. Basi asubuhi imefika tunamuona yule mshikaji ametoka mgawani. Ina maana huyu jamaa hali kwake sasa hivi anashinda kula mgawani. Amefika hiyo siku bana, na yeye hiyo siku hela yake alikuwa ameweka kwenye gari. Kwa akamwambia leo hii sitakutumia, ngoja nende nikakuchukulie hela kwenye gari. Akatoka nje na Eliza Zeni akaenda kumchukulia hela yake 35,000 naira. Then akampa keshi hapo. Muda huo bana Boyoyo alikuwa anatoka mgawani naye. Anafika na mkuta Eliza anaangalia gari hadi linaondoka. Zeni akamwambia na kuona bana huyo ndo mtu ambaye ukikaa unatulia, unapoa, yani unakuwa una mbambamba, una kelele nini, unampenda au? Maana muda wote nakuona umetulia, umeweka attention kubwa, lakini ukiwa unaongea na sisi kwa sababu hatuna hela, unakuwa yani uko busy yani una mawazo mbalimbali. Yani wewe, yani siku ngoja nipate hela, nikipata hela ndo utaweza kutulia. Basi jamaa anafika nyumbani anapokelewa na mpenzi wake kama kawa. Amepokelewa ile safi kila kitu. Jamaa akaulizwa tena kuhusiana na swala la kula. Baby nimekuandalia food hapa nahitaji ule. Jamaa akamwambia ngoja kwanza nifike chumbani, niende nikaoge zeni nitakuja. Jamaa anafika sebleni aenda kapige msosi bana, anakutana na utamaduni. Yani nini? Ile ya kila siku yani. Mboga ya majani pembeni nini na bonge la supu ya uyoga yani. Jamaa kaonja kwanza mchuzi mbaya so poa. Jamaa kamaindi akula kabisa akaacha akaondoka. Kaona huu ni ujinga sasa. Akatoka karudi chumbani. Alivorudi chumbani bana akampigia Eliza. Akamwambia Eliza nakuomba unitengenezee chakula. Lakini huyu jamaa alikuwa anaelezea anataka hicho chakula akale kesho asubuhi mapema yani. Kwa sababu muda huo ilikuwa tayari ni jioni na inaelekea kufika kesho. Kwa akamwambia anaomba amtengenezee chakula kwa ajili ya kesho. Kwa akaweka kabisa oda. Mdada wetu Eliza wakati huo wakawa anajiuliza maswali mengi sana. Mtu kama huyu handsome boy yani mnyamwezi anashindwaje kula nyumbani? Yani na maana huyu hana mpenzi wala mke. Arudi anashindwa kula nyumbani, anakaa nyumbani akifika ananipigia ananiambia nimuandalie chakula cha kesho. Ama kweli ni huruma sana. Bila kujua bana Desmond ana mke lakini mapishi yake ndo hayo tena. Basi kesho yake ikafika, Eliza ameamka mapema sana na kufika mgawani. Alipofika mgawani kajilemba ni tofauti na siku zote. Amejilemba ameng'aa yani poa na amekaa anamsubiria Desmond afike. Yani anasema hivi Desmond uko wapi muda wote ufike. Anakaa anaangalia macho mbele anaona gari limefika na jamaa anafika. Kamkaribisha kwa furaha sana yani. Yani ile kwa sababu yani anakaa upendo fulani yani anakaa upendo kwa bwana Desmond. Kwa muda wote akimuona anaona huyu bwana ni gentleman. Kwa yani muda wote alikuwa anamsubiri afike yeye tu. Hadi yeye mwenyewe Desmond alipofika tu pale akamwambia mwanadada leo unaonekana tofauti sana. Akamwambia kweli, lakini mimi mbona unaonekana kawaida? Akamwambia unaonekana tofauti, lakini naomba leo uniletee pia supu kama kawa na wali. Yani mimi ndo hicho kitu. Basi mwanadada Eliza kabidi ajinyoshe akaenda akachukua msosi na kumletea bana Desmond. Alivyomaliza kula tu basi mwanadada akaenda hadi pale. Alivyoenda hadi pale kama kawa mshikaji akamuuliza kwani anadaiwa kiasi gani? Lakini mwanadada mawazo mbali. Anasema yani huyu mtu angekuwa mpenzi wangu angekuwa anakula bure yani kabisa. Anajifikiria kimoyo kiasi cha kwamba Desmond alikuwa akiongea asikii. Then akamshtua, nimekuuliza inabidi nilipe shingapi? Akamwambia ni 5,000 tu naira nitakiwa ulipe. Basi mshikaji akamwambia kwani ninatakiwa nikurushie kwa account yako ile? Akakubali na then akamrushia hela yake hapo. Basi mshikaji bana alilipa hela zaidi yani ya ile aliyotajiwa. Alirusha kwenye akaunti ya mdada. Yule mdada akawa anashangaa, "Mbona umerusha hela zaidi?" Akamwambia, "Hii hela nimerusha sio kwa sababu ya kula tu. Nimerusha kwa sababu ya kupata service nzuri ambayo nahitaji." Then mwanadada alishukuru Mungu sana na kusema, "Jamani moyoni kwamba ni nani anapaswa kuishi na huyu mwanaume? Mwanaume anajua kujali. Mwanaume fulani hivi yani unyamwezi sana."
Siku nyingine imefika, jamaa kama kawaida kafika mgawani mapema. Alivyofika kahudumiwa msosi. Amehudumiwa msosi pale fresh, akala. Alivyomaliza tu kula, mshikaji amekaa dakika 2, Eliza akaja na matunda bana. Akamwambia haya matunda nakupa kwa ajili ya digestion tu, yani haya nakupa bure, yani kama zawadi tu kwako. Mkaka akawa anashangaa kwamba zawadi tu. Then jamaa anakula matunda mawili, muda huo akapigiwa simu na mpenzi wake Tracy. Alivyopigiwa simu ikabidi aache yale matunda bana. Alivyoacha yale matunda akawa anarudisha bana Eliza, then akaondoka mshikaji. Baadaye yeye na Tracy bana wakawa wanafanya jogging, yani ya kukimbia, yani wanakimbia huko wanarudi nyumbani, wamepasha wakiwa na furaha sana. Akarudi nyumbani. Alivyorudi nyumbani, Tracy akaandaa msosi akaweka mezani, matunda na mkate bana na chai. Basi jamaa akaendelea kula. Anavyoendelea kula akawa anamsifia kwamba umefanya vizuri sana kutengeneza chakula hiki. Then muda huo mwanadada akaingizia kaneno kwamba unaonaje kuhusiana na swala la ndoa yetu, kwa sababu sasa hivi imepita ni wiki kadhaa sasa, inaelekea mwezi sasa, hatujaongelea kuhusiana na swala la ndoa na nakuona huko bize, yani hujaongelea kitu chochote. Mshikaji akamwambia kuna haya mambo na yamaliza, yani kuna mijengo ambayo namaliza kujenga, nikimaliza tu then tutafanya ndoa yetu mapema sana. Kwa hiyo naomba univumilie kwa muda huu, tutafanya hivyo. Mwanadada alifurahi sana na kumwambia anampenda sana, na then akamwambia harusi yao itakuwa kubwa, yani kubwa sana. Kiufupi mwanadada ana dream ya kuwa na harusi kubwa sana yani. Baada ya msosi bana, jamaa kaingia chumbani. Ameingia chumbani bana, kumbe alikuwa hajalizika kile chakula kabisa. Akachukua kiti akakaa, zeni akampigia tena Eliza. Alivyompigia Eliza akawa anamuuliza, "Je, waga unafungua pale mgawa wako siku ya Jumamosi?" Eliza akamwambia, "Siku ya Jumamosi waga sifunguagi mgawa wangu, kwa sababu hizo siku waga nafanyaga sana kwenye mambo yale ya masherehe, mambo ya harusi, sijui mambo ya nini, waga ndo naendaga kuwapikia huko. Kwa siku ya Jumamosi waga sifungui. Lakini kama utanihitaji nikutengenezee chakula kwa ajili yako, taweza kukutengenezea kama special order." Jamaa akamwambia, "Basi naomba unitengenezee." Akamwambia kitu ambacho anataka. Alikuwa anataka wali na samaki. Alivyosema hivyo, basi mwanadada akamwambia fresh, "Basi nikimaliza kupika nitakupigia." Alivyomwambia akimaliza kupika atampigia, jamaa akamwambia hamna shida. Akamwambia, "Basi nikimaliza itabidi nije nikuletee sehemu yako." Jamaa akamwambia, "Hapana, sihitaji uje uniletee. Ninachohitaji ukishamaliza kupika tu, vikiwa vimesha hivyo, wewe nipigie, then niambie kwako au nitumie address yako, alafu mimi nitakuja hapo kuja kukichukua chakula." Kiufupi jamaa alikuwa hataki huyu mwanadada aende pale katika maeneo yake yani. Siku ya Jumamosi imefika, basi mwanadada akamwangalia chakula yule mshikaji na zeni akampigia. Mshikaji akawa amefika pale mapema kabisa. Alivyofika akamkaribisha ndani. Alivyomkaribisha ndani akawa amemwandalia chakula pale mezani. Mshikaji yuko anaendelea kuchati, akaanza kula. Akakisifia tena chakula, akasema hiki chakula ni kitamu sana. Alienjoy sana na kile chakula. Lakini muda huo alikuwa anaendelea kupiga story na Eliza, kwa sababu alikuwa nyumbani kwa Eliza. Amemaliza kula pale mshikaji, akajibeba na akamwambia Eliza anadaiwa shingapi. Alivyomwambia Eliza akamtajia hela anayokuwa anadaiwa, akailipa kwenye account na akalipa na zaidi tena. Basi Eliza akawa anamsindikiza muda huo. Alivyomsindikiza akamtoa hadi nje, jamaa akapanda kwenye gari kisha akaondoka. Ile mwanadada anaingia ndani kwa furaha sana, anacheza, analala tu pale kitandani, anakutana na message. Anapokutana na message, ile message ya ujumbe wa hela iliyoingia, anacheki anakutana na Naila 100,000 ambayo kitanzania ni sawa na 160,000 na kwa ajili ya wali tu. Zena kana anashangaa mshikaji, wali ambao inatakiwa wewe 8,000 sijui 10,000 huko, amempa 160,000 bana. Muda huo akapata furaha sana, akachekelea sana, na zeni akachukua simu na kumpigia. Alivyompigia, jamaa yupo kwenye gari anarudi nyumbani. Akapokea simu na kumwambia, "Elizabeth, niambie." Basi Eliza akasema amefurahi sana na ameiona ile pesa. Akamwambia, "Kwa nini umenitumia pesa yote?" Akamwambia, "Nimekutumia hiyo kama kawaida kwa sababu ya service unayonipa. Service yako yani naipenda sana." Mwanadada akashukuru, lakini wakati huo mwanadada alikuwa amemtengenezea mshikaji chakula ambacho atakula usiku, yani akiwa nyumbani, kwa sababu muda huo alikula ilikuwa ni mchana. Kwa hiyo alimtengenezea chakula kingine, akamwambia utakapofika nyumbani utakula tena usiku. Basi mshikaji akamwambia poa. Zeni mshikaji amerudi nyumbani, basi ni usiku, amekaa kwenye kochi ana furaha zake, ana enjoy nini bana we. Kumbe Tracy alikutana na kile chakula. Zeni alivyokutana na kile chakula akakichukua kaja nacho hadi sebleni. Zeni anamuuliza, "Hiki ni nini
nini sasa? Mshikaji akamwambia ni chakula. Akamwambia kwa mimi napoteza nguvu yangu kukutengenezea chakula ambacho ni cha afya humo ndani. Wewe zenu unaniona kama mimi ni mpumbavu. Mshikaji akamwambia hapana, hicho chakula nilichukua tu kwa sababu nimechoka kula kila siku chakula kile kile yani. Kila siku chakula kile kile, mboga za majani, sijui nini, unaniambia kwa ajili ya afya yangu. Mimi nimechoka hiyo, nahitaji nile vyakula tofauti tofauti. Mwanadada akamaindi kwamba yani mimi napoteza nguvu kujali afya yako. Mimi nahitaji ukiwa na miaka 45 wewe unaonekana kama kijana mwenye miaka 20, lakini unaniona mimi mpumbavu naenda kuchukua chakula nje. Basi mwanadada alimaindi, naye mshikaji akamaindi. Mshikaji akaenda chumbani moja kwa moja. Akaondoka bana, akaenda kuonana na mshikaji wake Tobi. Yaani nyumbani kukaa kwa moto bana. Akaenda kuonana na mshikaji wake Tobi, akawa anamueleza kuhusiana na historia na mpenzi wake anayoendelea pale nyumbani. Then Tobi akamwambia kwa nini? Akamwambia huyu mwanadada kila siku ananitengenezea mamboga ya majani, yani ni sawa sana mamboga ya majani, ugali kila siku. Yani kila ukiamka unakutana na kande na nini basi. Jamaa akamwambia ni kwa nini anafanya hivyo? Akamwambia na nijaribu kumwambia kila siku hanielewi. Yani nilimwambia anibadilishie chakula, anamaindi, ananiambia anatengenezea chakula kwa ajili ya afya yangu. Sasa mimi hicho kitu siwezi. Na pia kama amemgusia jambo la kwamba namuona Eliza kama ana tabia, yani ana ile nafasi ya wanawake kwangu kwa sababu ananijali, pia ananipikia chakula kizuri na anaongea maneno mazuri muda wote. Mshikaji akamwambia inamaanisha kwamba umekipenda chakula cha Eliza au umempenda pia Eliza? Mshikaji akamwambia sio kumpenda Eliza, ila nimependa tu vile alivyokuwa mstaarabu na ni kindness sana. Basi mshikaji alikuwa anaelezea sifa nzuri za Eliza kwa yule mshikaji. Then mshikaji akamshauri akamwambia mimi nilikuwa naona wewe nenda kapatane na penzi wako kwa sababu hiki kipindi ni kipindi cha mwisho. Wewe ni mtu mzima sasa hivi, unahitaji wewe na uwe na familia. Kwa hiyo ndo mwanamke ambaye umeshamchumbia, inahitaji umueleze ili muweze kujenga familia nzuri. Basi mshikaji akamuelewa jamaa na kisha wakaondoka. Basi asubuhi imefika, jamaa anapishana na mwanadada. Mwanadada alimpita kama amjui, akamuita Tracy. Alivyomuita mwanadada akageuka akamwambia niambie. Jamaa akamwambia kwamba bana mimi kuachana na yale ya jana yote ilikuwa ni hasira, nilikuwa naomba tuongee. Zeno alivyokuwa anaongea akamwambia mimi sipendi kitu fulani. Basi mwanadada akawa ameelewa. Alivyoelewa alikuwa amemwandalia na kazawadi fulani hivi, akampa ako kazawadi. Ako kazawadi bana, huyu mwanadada alikuwa amemuonesha mshikaji kwenye simu yake kwamba hiki kitu nakipenda. Then alivyomuonesha hiyo siku sasa ndo mshikaji amemnunulia, amemletea nyumbani. Ndo akamwambia hii ni zawadi kidogo kwa ajili yako. Basi mwanadada alienjoy sana, wakakumbatiana pale. Then maisha mengine wakasema yaendelee yani. Basi yule mwanadada kesho yake kwa sababu alikubaliana na mpenzi wake kwamba ataanza kumpikia vyakula anavyotaka, kazama jikoni bana. Amezama jikoni, huyu mwanadada kumbe hajui kupika vyakula hivi vipya au vyakula vinavyojulikana. Anajua tu kupika mamilenda, mamichuzi nini basi. Sasa amefika anakutana na viungo vingine hadi anachanganyikiwa, ananusa anasema mbona hiki kinanuka vibaya? Yeye hajui viungo hivyo. Hadi alikuwa anatamani kutapika muda mwingine. Then akaona huu ni upumbavu. Huyu anataka mimi nipike kitu hiki ambacho kitu kinanuka utazani kama panya amekufa asubuhi afu akamweka kwenye socks. Akawa amemind hicho kitu, akatupa kiungo kwenye dustbin. Then akaondoka akasema siwezi nikafanya huu ujinga, siwezi nikapika, bora niendelee kupika zangu yale mamirenda, nikaendelea kupika zangu masupu safi. Amefika sebleni tu akampigia shoga yake. Muda huo alivyompigia shoga yake akawa anapiga naye story kuhusiana na masuala ya msosi na kuhusiana na masuala ya Desmond kutaka vyakula ambavyo yeye hawezi kupika. Shoga yake akamshauri akamwambia unaonaje kwamba ukamtafuta mtu ambaye anajua kupika hicho chakula, yani anajua kupika vizuri, then akakufundisha kupika. Akamwambia mimi siwezi nikajua kupika kwa sababu huu muda nimeshachelewa. Akamwambia basi unaonaje ukamchukua mtu ambaye anajua kupika, kaa na kupikia alafu anaondoka. Akishaondoka wewe una act kama ndio wewe umepika, unampa hicho chakula. Basi mwanadada akubaliana na wazo la shoga yake, kaa anafikiria kutafuta mfanyakazi. Muda huo shoga yake akamwambiaje? Akamwambia mimi nina namba ya mwanadada mmoja ambaye anapika balaa, basi nakutumia muda huu then umcheki alafu umlete nyumbani kwako akupikia utaona. Tracy bana akachukua namba then akampigia yule mdada. Kesho yake asubuhi na mapema mwanadada akafika. Bana yule mwanadada ni nani? Eliza. Alipofika akawa amemkaribisha kwa furaha sana. Eliza amefika pale, hii ndo nyumba yangu na kuomba utakuwa unapika huko ndani, jiko ndo hili hapa, kila kitu unapika, ukishamaliza tu kupika unaondoka. Sitaki kukuona tena ukicheza nje au pembezoni mwa hili jiko, na ukishamaliza kupika hakikisha unasafisha hili jiko haswa. Basi Eliza akamwambia mimi kila kitu nafanya yani wala usijali.
Baadaye kidogo bana msosi kwa umeiva. Mshikaji amerudi toka kazini, mwanadada akamsurprise, amemshika na macho, amemfumba aende akaangalie msosi aliouandaa siku hiyo. Kwanza jamaa akashangaa, "We, ni wewe uliyetengeneza hivi?" Alikuwa ametengeneza zake ugali fulani hivi, nyama, mboga vya majani amechanganya kwa mbali, yani pambe sana. Hadi huyu jamaa alishangaa. Akaonja msosi akasema, msosi mbona kama anaufahamu vile? Yani unaonekana familia kabisa, nishaikula sehemu fulani." Akamwambia, "Ni mimi mwenyewe nimetengeneza msosi." Jamaa akamwambia, "Yani wewe ni mwanamke mzuri sana. Yani msosi una ladha kabisa kama ni mamangu alikuwa amepika vile zamani." Basi mwanadada alienjoy sana na mshikaji alienjoy sana, akamwambia mke wake, "Ukiwa unafanya hivi, akia Mungu tutakuwa tumefika mbali sana." Baadaye kidogo mshikaji akaenda kuonana na Tobi. Alivyoenda kuonana na Tobi akawa anasifia sana. Akamwambia, "Tobi, leo hii nimepikiwa chakula na Tracy. Hicho chakula yani kiukweli kinafanana vile vile na anavyopikaga Elizabeth." Basi Tobi akashangaa. "Anavyopikaga Elizabeth kivipi sasa?" Akamwambia, "Kile chakula kinalaza kama aliyokuwa anapikaga mama yangu." Then akawa ametoa sifa nyingi sana, akamaliza akaondoka. Basi asubuhi na mapema siku inayofuata bana tunaonana na ugomvi kati ya Eliza na Boyoyo. Bana Eliza alikuwa anamdai Boyoyo hela ambayo alikuwa amekula wiki nzima, na leo tena anataka hali aondoke. Akawa anamwambia, "Leo hii lazima unipe hela yangu. Hauwezi kaondoka hapa hujanipa hela yangu." Basi Boyoyo aliendelea kujieleza kwamba mimi nitakupa hela yako na uhakika nitakupa yani. Lakini akamwambia, "Leo huwezi kaondoka bila kuniachia hela yangu yani. Hauwezi kabisa ukaondoka." Muda huo bana asifike bwana mkubwa Desmond. Anafika tule bana Desmond, mwanadada Elizabeth akajishtukia, akakaa kimya, akawa mpole hapo hapo. Muda huo Boyoyo akaanza kuropoka, "Wewe unakaga kimya ukishamuona huyo mshikaji? Endelea kupayuka, endelea kunidai, endelea kupiga kelele. Umemwona mshikaji ndio umetulia yani, umekuwa mpole yani." Mwanadada akamwambia, "Acha ujinga, acha ukichaa. Huyu hana akili timamu." Alikuwa anamwambia Desmond. Then Desmond akamwambia, "Okay, naomba niletee chakula fulani na chakula fulani." Mwanadada muda huo akambeba bana Boyoyo akamwambia, "Hebu twende katika hii njia." Wanaondoka tu ile akaenda akamchukulia chakula jamaa, then akawa amemletea. Kesho yake mshikaji anarudi nyumbani bana, ana matatizo kibao kichwani. Demu wake anampokea kwa shangwe nini, mshikaji amepoa ile, akamuuliza shida nini? Akamwambia, "Kuna wale wafanyakazi wangu wa kule kazini walikosea bana kutengeneza msingi. Hicho kitu ambacho kinapelekea nyumba inaweza ikaanguka. Kwa hiyo inabidi niondoke pale ambapo nilikuwa nafanya kazi. Tuachane yani kabisa na hiyo mishi." Mpenzi wake akamwambia kwamba, "Kila siku nilikuwa nakwambia kuhusiana na hayo mambo yako ya engineering. Hayo ni ya mateso, yatakuletea shida. Mimi nilikuwa nawaza hata ungefanya kitu kingine, hata blending tech ungefanya." Jamaa kana anashangaa, huyu mwanadada bila mtie moyo ndo kwanza anamzidi kumpondea. Basi mshikaji akamwambia, "Naomba unitengenezee chakula kama ulichonitengenezea kila, lakini leo nataka unitengenezee wali, samaki na mboga ambazo za kungolewa isio za kukatwa." Mwanadada akashtuka kwanza, akasema, "Sasa hivi?" Akamwambia, "Ndio nataka unitengenezee sasa hivi." Sasa hivi ndawezaje kutengeneza baby? Ni muda umeshaenda." Akamwambia, "Muda hujaenda bana. Sasa hizi mbona ni saa 10 na dakika 20 jioni. Mbona unaweza ukapika, ukaenda market ukachukua kila kitu na then ukarudi ukapika kwa ajili yangu, kwa sababu yani nimepitia wakati mgumu leo, kidogo nipoze mwili, nipoze nafsi kidogo nikipata hicho chakula." Mwanadada akakasirika kwa sababu hawezi akafanya hicho kitu. Akasema, "Mimi siwezi nikafanya hicho kitu muda huu, kwa sababu ni bora hata nikutengenezee hata chipsi au viazi hapo, mchuzi wa viazi." Jamaa akamwambia, "Mimi sitaki tena hicho kitu, mambo ya viazi. Nimekula wiki nzima hii yani hivyo viazi. Nimechoka sasa." Then mwanadada akamwambia hawezi akafanya hicho kitu. Jamaa akamaindi akaondoka akaenda zake chumbani. Ile amekaa tu kitandani akachukua simu yake na kumpigia Elizabeth. Alivyompigia Elizabeth, wakati huo Elizabeth alikuwa anapiga zake mahesabu nyumbani ya kuhusiana na biashara yake siku nzima alivyofanya. Anacheki simu yake anakuta amepigiwa, anasoma jina ni Desmond. Akapokea simu yake na kisha kumwambia, "Habari ya jioni Desmond." Lakini Desmond akamwambia, "Naomba leo hii unitengenezee chakula pia kama hautojali." Mwanadada akamwambia, "Wala usiwaze, unataka nikutengenezee nini?" Akamwambia kama alivyokuwa anataka, wali, samaki na mboga za majani. Akamwambia, "Hapa nyumbani sina samaki, kwa hiyo itabidi niende nikanunue mtaani." Jamaa akaonesha kujali, akamwambia, "Je, sitakuwa nakuboa ninavyokuambia hivi?" Mwanadada akamwambia, "Hata usijali, nafanya kwako kwa sababu wewe ni mteja mzuri sana kwangu." Basi akamwambia, "Nikimaliza kuandaa msosi nitakupigia zeni utakuja." Ile anaondoka tu akapokelewa na mpenzi wake wangu, "Baby subiri." Alivyomwambia asubiri, mshikaji akamwambia, "Nini?" Akamwambia, "Naomba unitumie hela kidogo kwa sababu hela niliyokuwa umenitumia nimeshaimaliza, nataka niagize
nikuulize vitu fulani. Akamwambia umetumia hela yote ambayo nilikutumia na nimekutumia wiki tu iliyopita katika mwezi huu? Akamwambia ndio nimetumia katika skin care, nimefanya scrub, sijui nini nimemaliza. Akamwambia umemaliza milioni 1 naira wiki tu hizi zilizobaki. Akamwambia baby mimi sio kama natumia matumizi mabaya ya hela. Yaani milioni 1 naira kitanzania ni kama milioni 16 hivi na upuzi. Mtu katumia hata mwezi hujaisha yani. Akawa anashangaa yani. Basi mwanadada akaendelea kumuomba na kuomba nitumie. Basi mshikaji akamwambia basi fresh ndakutumia. Nakupenda zikawa nyingi, nakupenda sana, nakupenda mwa sijui nini. Jamaa kaondoka, lakini ameondoka kinyonge sana. Basi jamaa alipofika akaanza kula pale. Anavyoendelea kula mwanadada akamuuliza, "Mbona leo haukuja kantini?" Alivyomuuliza akamwambia, "Leo nilikuwa na matatizo mengi ya kikazi yani." Basi mwanadada akamwambia, "Matatizo gani?" Akamwambia, "Siwezi nikakwambia kwa sababu hata hutonielewa." Mwanadada akamwambia, "Kwa hiyo unaniona kama mimi vile sina akili? Naweza nikakuelewa." Akamwambia lile tatizo lililotokea kazini kwake, kwamba watu wametengeneza msingi ambao hauwezi kubeba nyumba ya juu. Yaani msingi wametengeneza vibaya kiasi cha kwamba floor za juu zinaweza zikaanguka. Kwa inabidi waondoke. Mwanadada akajutia moyoni. Alivyonielekeza vyote sijaelewa kitu. Ama kweli, hivi kwa nini sikuendaga shule? Basi mshikaji akaendelea kula pale. Sasa anaendelea kula akamwambia, "Unamaanisha kwamba mzigo wa juu unauzidi yani wa chini?" Akamwambia, "Ndio, hivyo ndio ninavyomaanisha. Yani kwamba kila nyumba inakuwa na msingi. Na msingi inatakiwa uwe mkubwa ili ubebe mzigo mkubwa wa juu." Akamuuliza, "Kwani ulikuwa unatengeneza hiyo nyumba ya floor ngapi?" Jamaa akamwambia, "Nilikuwa natengeneza hiyo gorofa la floor 6. Mdada akashtuka kwanza. "Floor 6?" Akamwambia ndio. Akamwambia kama ni floor 6 hata hivyo umejaribu mbona? Kama umefikia hadi floor ya 5 huko ya 6, umejaribu. Basi mwanadada aliendelea kumtia moyo mshikaji. Ukisahau huko mpenzi wake alimkasirisha kule, lakini huko anapata raha, anaelezewa nini. Paka mshikaji mwenyewe akamwambia, "Naelewa baby." Alitaja hiyo baby kwa bahati mbaya hadi mwanadada akashtuka kwanza. Alafu akamwambia, "Samahani, sijamaanisha, namaanisha Elizabeth." Mwanadada moyoni anasema, jamani Mr. Desmond ameniambia baby leo. Jamani Mr. Desmond ameniambia baby." Lakini mshikaji alikuwa jamaanisha huenda alistahili ni mpenzi wake bana. Basi anamaliza kula anaondoka huko akisindikizwa na mwanadada Elizabeth. Zeni alipofika wanapiga story pale, mshikaji akauliza, "Kumbe anadaiwa kiasi gani?" Basi mwanadada Elizabeth akamwambia, "Kiasi cha leo unachodaiwa hicho chote nimekupa kama zawadi. Kwa leo hii hata usijali, usinilipe hata shilingi 100. Basi mshikaji akamwambia, "Sawa, nimekubaliana na hilo, ila naomba nikutumie chochote kitu kwa ajili ya kitu chengine kabisa. Yaani kwa ajili ya service tu, sio kwa ajili ya hicho chakula." Basi mwanadada moyoni anafikiria, anasema, "Elizabeth, tembo hai ndani kabla nikamkumbatia huyu mshikaji." Kwa bahati mbaya, yani huyu mdada anampenda huyu mshikaji balaa. Ile ndo basi tu anashindwa kumwambia. Kesho yake bana tunaonana na huyu Elizabeth amewahi mapema kazini kama kawa. Amefika kwenye huu mjengo bana, anapewa maelezo na Tracy kuhusiana na apike nini na hakikisha anasafisha jiko. Wakati huo alivyomaliza kumpa maelezo, Tracy akaenda zake sebleni, akakaa kwenye sofa kaenjoy, anakunywa zake na soda kwenye glasi bana. Muda huo bana kwa kushtukiza bana, mshikaji sikarudi nyumbani, anaingia tu alishtuka kwanza yani ile Tracy kumuona, maana hakutarajia kumuona kabla ya wakati. Akamuuliza, "Ulitakiwa uwe site sasa hivi. Mbona nakuona tena?" Mshikaji akamwambia, "Nimesahau, kuna karatasi zangu nimezisahau kwa ajili ya vipimo kule. Kwa hiyo nimekuja kuzichukua na narudi mapema." Basi mwanadada alivyomwona jamaa anaenda chumbani kuchukua karatasi, akakimbia jikoni haraka na kumwambia Elizabeth ajifiche. Akamwambia, "Jifiche." Elizabeth ameenda kujificha, mdada akabaki yeye pale kama yeye ndo alikuwa anapika, akaendelea kuoshaosha nini pale. Then akatoka huko mshikaji akawa anarudi. Amerudi akamkuta mwanamke yupo jikoni amepoa. Akamwambia, "Baby, nasikia kama harufu huko ndani. Upo unapika?" Akamwambia, "Ndio, nipo napika hapa." Lakini akamwambia, "Mbona kabla ninavofika pale nikuona upo na glasi na unaangalia zako comedy?" Akamwambia, "Ndio, nilikuwa naangalia ila nilikuwa nimeacha chakula kiendelee kuchemkia." Akamwambia, "Basi sawa, sisi tutaonana baadaye, mimi nikuja kuchukua hizi karatasi then naondoka." Akampiga kisi akaondoka bana. Basi bilada Tracy akashusha pumzi ndefu baada ya kuona mpenzi wake ameondoka. Zeni akamuita Elizabeth pale akamwambia, "Naomba upike haraka na kisha uondoke kwa sababu huyu mwanaume ameshaondoka." Basi mwanadada akarudi zake sebleni kama kawa kwenda kuangalia comedy. Muda huo Elizabeth akawa sasa anajifikiria kichwani, "Hivi sauti yenyewe isikia mbona kama ni ya Desmond? Kwa mimi nipo katika nyumba ya Desmond, katika jiko la Desmond napika. Na then nilikuwa nampenda mwanaume ambaye ni mpenzi wa rafiki yangu huyu
huyu ambaye anaitwa Trace, ama kweli mimi ni mjinga, nampenda mwanaume ambaye ni mtu wa mwanamke mwingine, niache mbu ujinga. Zeni akawa amebaki kushangaa kwa sababu kutarajia kabisa kama Desmond atakuwa na mpenzi. Muda huo jamaa anafika kazini bana, anakutana na matatizo yale yale. Wale mashikaji wamekosea tena vipimo, yani wamekosea kabisa sasa hivi, yani hadi imeenda sio poa. Jamaa akawa anamlaumu Toby, anamwambia hivi, ukuambia kuhusiana na haya mambo, mbona tumekosea mara ya kwanza na hii mara ya pili, hawaelewi hawa watu. Then akamuuliza, je, inatugharimu kiasi gani? Jamaa akamwambia hii inagharimu kama milioni 50 au hadi 60 huko Naira. Jamaa akashangaa, milioni 60 Naira ni hela ndefu balaa, yani inawagharimu kwa kukosea, kwa watu wengine kukosea. Jamaa alimaindi sana, akamwambia na nyie wote wafanya kazi sitaki kuwaona, yani kufikia kesho kila mtu arudi kijijini kwao. Mnashumu mimi kwamba na play hapa au ninacheza nikiwa nafanya mishe zangu. Milioni 50 60 Naira jamaa inabidi alipe. Bana. Ile anafika nyumbani tu anakutana na mpenzi wake, anaangalia kwenye simu keki bana. Yuko shangwe sana yani na hiyo keki. Zeni jamaa amepoa so poa. Kakaa katulia, zeni mpenzi wake akaanza kumwambia, "Kuna keki hapa nimeambiwa na rafiki yangu weekend hii. Hii keki ni nzuri yani ni balaa. Yani hii keki nimetokea kuipenda sana. Itakuwa nzuri sana kwa ajili ya harusi yetu." Jamaa akamwambia, "Mimi sipo vizuri leo." Akamwambia, "Hii keki bana haina hata gharama. Yani ni 10 milioni Naira tu." Yani akiwa na maana milioni 10 Naira yani kwa ajili ya keki. Mshikaji akashtuka kwanza. Yani milioni 10 kwa ajili ya keki? Akamwambia, "Siwezi nikatoa mimi hela ya milioni 10 kwa ajili ya keki. Hata wewe ungeweza." Sasa bana, huyu mdada akaanza kulalamika kwamba mimi kila siku nikikwambiaga tatizo langu, waga unalipotezea na waga unaharibu tu vibe yani ambayo nitakuwa nipo nayo muda huu. Yani hivi kwa nini ufikiri?" Jamaa akamwambia, "Yani najitahidi kutulia lakini nashindwa kwa sababu yako wewe hapo. Kwa sababu nimetoka huko nimepoteza milioni 60 Naira na bado nafika hapo unaniambia milioni 10 ya keki. Keki kwa ajili ya nini yani?" Akamwambia, mdada akalalamika, "Kwa leo hii unaniona kama mimi hapa na chimba hela zako yani na kufilisi kama vile." Akamwambia, "Hapana." Jamaa akaondoka. Anaamka anaondoka, mwanadada akamwambia, "Nakujua kwamba unaondokaga tukiwa tunaongea point. Haya ondoka, najua tu utaondoka." Jamaa akaondoka kaenda chumbani bana. Ile chumbani anaendelea kubadilisha nguo, anavaa saa. Mpenzi wake akaingia tena akasema, "Hatujamaliza kuongelea kuhusiana na lile swala la keki." Mshikaji akamwambia, "Hatujamaliza nini? Mbona tulishamaliza kila kitu kukiongelea?" Akamwambia, "Mimi siwezi nikakuelewa, unasema kuhusiana na keki kwamba eti keki tusichukue, kwa sababu gani unakuwa hivyo?" Akamwambia, "Nimepoteza leo milioni 60 yani kwa ajili ya mambo ya kazi yangu. Alafu nakuja hapo unaniambia nitoe milioni 10 kwa ajili ya keki. Keki, yani keki ni nini?" Mwanadada kama mwambia, "Sio keki tu, yani hiyo ni ndoto yangu, hiyo ni presentation yangu yani. Hiyo sio keki kama unavyofikiria." Yeye akamwambia, "Siwezi nikatoa milioni 10 kwa ajili ya keki." Then akawa anaondoka. Ila anaondoka sasa, mwanadada akamuuliza, "Unaenda wapi?" Akamwambia, "Naenda sehemu ambayo ndautuliza moyo, yani ndapata sehemu hata kidogo nipumue." Basi muda huo ndo akajinyosha mshikaji, yani kiufupi akawa anasepa yani. Tukiachana na huko tunaonana na Elizabeth. Elizabeth anaingia ndani kwake, anaonana na simu inaita. Kucheki ni Desmond bana. Mr. Desmond alikuwa anampigia kwa muda huo na ilikuwa tayari ni muda ulioenda yani usiku sana yani. Basi akapokea simu bana. Nini kinachoenda kuendelea? Kama hujaangalia, kama hujasubscribe, nenda ka subscribe, comment, share, then twende kuangalia kipande cha pili. Mimi hapa ni Young DJ naletea vitu vya moto kila siku bana. Pia kwa wageni wananipata kwa IJS Studio. Ukisearch tu IJS Studio pale utapata account yetu, then utaenda kuangalia movie zetu zote bomba yani full recap.